Basi Malkia akafika pale akakuta kwamba tayari mume wake yuko anamtetea Suria juu ya jambo hilo ambalo limetokea hapo mbele ya Grand Queen Dawaga. Sasa binti akaona kwamba hakuna namna yoyote ile ambayo atamwacha Cheoljong ama huyo mfalme aweze kuwa cool peke yake ama main character katika hilo tukio. Kwa hiyo akaamua naye kuingilia kati. Anaambia Grand Queen Dawaga, ilikuwa ni mimi ambaye nataka nimalize maisha yangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo naomba usiweze kuhukumu watu ambao hawana hatia. Grand Queen Dawaga kashangaa sana na tukio. Anasema sasa kulikuwa kuna sababu gani wewe kutaka kujua? Yani what is the main reason behind? Akaanza nilikuwa na sababu hivi. Mara Suria akaanguka kama vile amezima. Basi kabidi na yeye ajifanye kama vile ameanguka. Kwa hivyo kwa kufanya hivyo tu basi ikabidi Grand Queen Dawaga aache kwanza kusikiliza hicho ambacho kinaendelea ili tuweze kuhudumiwa, alafu baada hapo basi mambo yataweza kuendelea. Basi wakati hayo yakitokea, yule mzee akamwambia Grand Queen Dawaga kwamba asamee tu haya mambo, kwa sababu inaonekana kama vile ni Malkia ameamua kumuokoa mtu ambaye kidogo yuko chini yake. Yani hichi ni kitendo cha huruma ama kitendo cha kutamani kumuokoa mtu ambaye ni raia wake. Kwa hiyo asamee tu. Sasa wakati hayo yametokea hapo, mfalme akaenda kuchukua mmoja wale wadada. Malkia akanasa anakuja kuniokota mimi mfalme. Lakini akashangaa kama mfalme kampita, alafu ameenda kumuokota yule Suria afya ikamwacha. Lakini yule kazi wake Byong-in akaja akamchukua, basi wakawa wote wawili, yani mfalme pamoja na Byong-in wamebeba mtu, alafu akawa anaangaliana kwa jicho baya sana. Sasa wakati hayo anaendelea, kuna mzee mmoja akaja huko nyuma hapo, anakambuka kanachechemea kama kachiba hivi. Anasema jamani, kuna kitu ambacho kina interest hapa mpaka watu mmeungana kiasi hiki. Kumbe mmoja mtoto wake amezima pale, kumcheki hivi ni mwanae Soyong ambaye ni Malkia. Ikabidi aende pale mbele, jamani mwanangu, kwa nini kimetokea? Nini kimetokea hapa? Basi ikabidi wachukue hao wote, kila mtu aende kwenye chumba kwa ajili ya kupatiwa matibabu chini ya maagizo ya Grand Queen Dawaga, kwamba nimeamua kuonesha Messi kwa sababu Malkia ameamua kufanya jambo la huruma na moyo la kumwokoa mtu mwingine. Yule mzee akawa analia sana akiwaza kwamba mwanae ameishia hatua ambayo amezima kabisa. Shida ni nini? Na inakuwaje kwamba tunasema kwamba alitaka amalize maisha yake? Kwani amekuwa baba mbaya kiasi gani mpaka ifikia hatua mwanae aamue kumaliza maisha yake? Wale watumishi wake nao wakaanza kulia kwa sababu tumeshindwa kumlinda Malkia. Kwa hiyo ilikuwa ni kilio kitupu ndani ya hiyo chemba. Malkia mwenyewe alikuwa anasubiri tu watu basi wanyamaze ili kuamka, lakini watu walikuwa ni kilio. Kila kitaka kufungua macho bado tunazidi kulia. Kwa hiyo ikabidi aendelee kupretend tu kwamba amelala hapo kwa kisikiliza watu jinsi ambavyo wanalia. Kule kwa Grand Queen, yeye bado analalamika tu. Yule binti ana kichae. Hivi ni mtu gani ambaye anaweza akaamua kuchukua maisha yake mwenyewe? Yani nani ambaye ana akili zake za kutosha ambaye akaamua kuchukua maisha yake mwenyewe? Na anatuletea hivi statement tu vinamaanisha nini? Alafu ile mfalme naye ni kama hana akili nzuri. Amesema kwamba mimi ndio ambaye nimemtoa kwenye mashamba huko, alikuwa anachoka anachakaa, nimekuja kumleta huku, alafu anadiriki kupingana na maamuzi yangu mimi. Yani katika siku ambazo nimekasirika mimi ni leo. Lakini mtumishi alipoondoka anaambia yule mzee kwamba unajua nini? Lakini Malkia alikuja mimi kwangu usiku ambao siku ya pili ilikuwa nafuata ilikuwa bibi ya harusi yake. Akasema kwamba yeye hana mpango tena kwa Malkia na anatamani basi aweze kurudi kijijini kwa sababu Malkia umemchosha. Mimi nikamwambia kwamba yeye hana namna, maana hiyo ndo fate yake. Yani tuseme kama vile maisha yake ndo yanabidi yawe hivyo na ndo ameshaandikiwa. Lakini sikutegemea kwamba itakuja kufika hatua basi mtu ataamua kujitupa majini kisa tu hataki kuwa Malkia. Ndio mzee kuwaza inawezekana hii ndio ilikuwa jambo ambalo lilimfanya yeye atake kujitupa, kwa sababu alikuwa hataki kabisa kuwa Malkia. Sasa bibi akasema kwa sababu mtu akishaandikiwa fate na jinsi inavyokuwa na yeye akaamua alichukulie maamuzi mkononi, basi huyo Malkia nitahakikisha kwamba atasoma cha mtema kuni. Wakati Grand Queen Dawaga anasema hayo, Malkia yeye akawa sasa ameshaamka. Alafu yule mtumishi wake akawa anafurahi sana kumuona Malkia. Anasema wewe nayo usijali shoga yangu. Ilifika muda nilivyosikia mnalia sana, ni kama basi niendelee kuchapa tu ili nisitie aibu. Basi wakacheka pale, anasema sama nadhani sasa imefika muda niende kwenye lake kule kwenye bwawa. Maana nadhani itakuwa shakamilika sasa hivi. Mtumishi anashangaa, "Utakwenda kwenye bwawa sasa hivi?" Anambia ndio, inabidi niende sasa hivi nikapaone. Kufika kule anakuta bado watu wanajaza maji tu. Anamuuliza yule ambaye anasimamia, "Kwani yani inakuwaje mnajaza maji mpaka sasa hivi?" Anasema unajua shida Malkia ni kwamba visima vyetu vimekokota, tunapata tabu sana kupata maji, itabidi tukavitafute mbali ili tuweze kupata maji hivyo visima. Malkia anasema unajua nyie nadhani mnanichukulia poa sana. Wale watumishi wakaanguka miguuni wake, "Utusamee Malkia, utusamee sana, tunakuomba mtukufu." Akasema alafu ama swala kuniomba msamaha kila muda nimesi kama vile siwezi kuwaua mnaweza kama vile mimi niko poa sana ndio maana mnanifanyia hivyo. Hapana Malkia, ni vile tu maji yako mbali sasa hivi Malkia. Basi alivyocheki hivi akasema lakini naona kama vile atanifita, acha niende. Lakini wale watumishi wake pamoja na Cold Lady Choi, maana halikuja, wakaanza kumzuia.
Lakini Malkia akawa analazimisha tu kwamba aende, analazimisha tu, lakini wao wakawa wanajitahidi kabisa kumzuia ili Malkia basi asiende huko na asiweze kuzama tena. Kwa hivyo akaamua yule mtu ambaye alikuwa akisimamia hilo zoezi, akaona kama vile urefu hivyo wanalingana. Kwa hiyo akamtuma yeye aweze kwenda kwenye maji. Jamaa alivyoenda kwenye maji, yakakabia tu anaishia kwenye magoti tu hivi, yani hata hayana effect yoyote. Malkia alisha kuchoka tu. Mara Malkia akaitwa kwa Grand Queen Dawaga. Kufika kule, Grand akawa anamshutumu kuhusu jambo ambalo alifanya pale mbele. Kumbuka binti aliamua kufanya vile ili aonekane tu ni mwamba, main character, kwa sababu alijua kabisa kwamba nikienda kwenye bwawa litakuwa lishajaa, alafu nikijiingiza mule basi nitaweza kurudi. Msala ambao nimewacha watajua wao wenyewe. Kwa hivyo kabidi aanze kuomba msamaha pale. Nisamee. Lakini kama vipi wewe ni uwe tu, mimi nimekubali kwamba nitapitia punishment yote ambayo mtaamua. Grand Queen Dawaga anambia, "Hivi una shida gani? Yaani wewe unahisi kama matatizo yako yote yatakuwa solved na kuua wao?" Anaambia, "Hapana mkuu, lakini naelewa kama basi unahisi kwamba nataka nife pole pole basi ni poison." Haya tena, kupoison. Yaani wewe mambo yako yote tu nini lazima ni atatuliwe kwa kifo au? Anaambia, "Hapana mkuu, lakini najua kitu ambacho nimekitenda leo ni kibaya sana." Mzee anasema, "Mtufanye hivi. Acha mambo yasiwe mengi. Tuamue moja. Wewe unataka kuwa malkia ama unataka?" Hii kabidi tu kwa sababu akahana namna na ashasikia namna ambavyo maisha yalikuwa magumu kwa watu wa kawaida, akasema nitaweza tu kuwa malkia, na hisi nitaweza kufanya tu, naomba mnipe chance nyingine. Kwa hivyo basi yule mzee akamwomba kwa Grand Queen Dawaga basi aweze kupewa chance nyingine ya kuweza kuishi kama malkia. Sasa wamemaliza hapo, mzee akaenda kwenye chemba zake kuendelea na mambo yake. Akaja yule mtumishi ambaye alikuwa anamtesa, mtumishi wa Suria yule anaitwa Oul. Sasa yule jamaa akaja akatoa taarifa kwamba yule mtumwa amechukuliwa na watu wa Prince Pyongyang. Yule mzee akasema, "Umeniangusha. Unajua hilo jambo? Yaani umesema kabisa kwamba afya ulionayo sasa hivi ni kwa sababu ya madawa ambayo nimepambana juu chini kuhakikisha kwamba ninakupatia. Sasa kwa nini umeniangusha?" Anambia, "Unajua mzee, naomba unisamehe sana. Nitahakikisha kwamba next time sitofanya huu ujinga na sitokuangusha." Akamwambia, "Basi sawa, nakupatia hizi dawa. Ni kwa mara ya mwisho. Ukiniangusha tena tu, hii itakuwa ni story nyingine kabisa." Jamaa kwa kuogopa sana akachukua zile dawa, kisha akamhakikishia mzee kwamba hatumwangusha tena na akaamua kuondoka. Mfalme naye alikuwa kule kwenye chemba za Suria. Alipokuwa pale akawa anamwangalia yule Suria, lakini akawa anawaza mambo ya malkia. Akawa anawaza kwamba kuna possibility kwamba malkia amejaribu kujiua mara mbili na kufanya kile ambacho amekifanya kwa sababu tu yeye hakumpenda kule mwanzoni. Ikaonyesha sa flashback ya namna ambavyo jamaa alikuwa anamchukulia poa sana malkia. Kumbe binti alikuwa anampenda kweli kweli kabla ya ndoa. Kwa hiyo akawa anaanza kwamba inawezekana binti ameamua kujiua kwa sababu tu yeye alimchukulia poa sana na maisha yake. Kwa hiyo akawa na regret sana kwamba kwa nini amefanya vile kwa binti ambaye alikuwa anampenda kwa nia yote ya dhati. Basi mfalme akaamua moja kwa moja kwenda paka kwenye chemba za malkia basi aweze kuomba msamaha, lakini pia aweze kuwekana sawa. Lakini malkia mwenyewe alikuwa sana anajiuliza, sasa jamani, jambo la kuruka kwenye bwawa limeshafeli. Sasa nitawezaje kupretend kuwa malkia kwa muda wote ambao atanitaka? Si nitaishia tu kuharibu mambo. Lakini subiri, hivi hiki kisuri ni mlaumu nani? Ndio nimekumbuka, inabidi ni mlaumu mfalme. Na muda huo ndo mfalme akawa anaingia. Basi lawama zikaanza kwamba wewe ndo umefanya kwamba kama mambo yaweze kufika hapa. Mfalme akasema, jamani, mimi nimekuja tu kwa ajili ya kuongea tuweze kumaliza haya mambo. Tumalize kwa sababu gani za msingi? Wewe ndio ulikuwa unataka uniue, afu sasa hivi tena unataka eti yani jambo tu liishe tu kivivi. Wewe unampenda usuri yako? Basi kakae naye huko, mimi sitaki hata kuongea na wewe. Anajaribu kumbembeleza, lakini mke wangu. Mke wangu nini? Mimi sitaki. Na kama vipi wewe muondoka, maana nishakasirika. Sasa wakati mfalme anatoka, akachukua paka ile pini yake, akairusha kwenye mlango pale, ikatoboa kwa nje. Kila mtu akajua kwamba leo malkia kweli imekuwa noma. Sasa mfalme basi akaamua yeye tu kurudi zake kule ambako Suria yupo. Asa akiwa njiani akapita pale ambako bwawa lilikuwepo lile ambalo malkia alianguka mara ya mwisho. Akachanga, mbona kuna watumishi wanajaza maji kwenye bwawa? Yule mtumishi ambaye alikuwa ndo anasimamia akasema kwamba ni maagizo kutoka Grand Queen Dawaga na alikuwa akisimamia malkia mwenyewe kwamba ile bwawa liweze kujazwa. Akaona sasa kuna sababu gani ya msingi, lakini basi akaamua kuondoka kwenda kule kwa Suria. Sasa mara mwisho hata anatoka alikuwa amelala. Amefika this time amekuta ameamka. Kwa akamkumbatia, anamuuliza, umeumia? Uko sawa? Kile kitu kipo shwari? Yule Suria akasema, mimi niko safi kabisa. Nilikuwa na wasiwasi na wewe tu. Nikaanza kwamba utakuwa na shida ambazo unazipitia katika palace na nini. Anaambia, hamna, mimi niko shwari na usiwe na wasiwasi na mimi. Mimi nimekuja kucheki wewe. Mara yule Prince Pyongyang akaja. Kufika pale akaleta taarifa za mtumishi wa Suria anaitwa Oul. Anasema kwamba wamempata na yupo katika hospitali ya kifalme anapatiwa matibabu. Basi binti kusikia hivyo akafurahi sana kwamba hatimaye yule mtumishi wake amepatikana na akamshukuru sana Prince kwa kile ambacho kimetokea. Lakini wakati wanafikiri kwamba mambo yote yako shwari na mambo yako safi, kuna mambo mengine mengi sana ambayo yalikuwa yanaendelea kwa mtumishi wa Suria Oul kuliko jinsi ambavyo wao walivyokuwa wanaweza kuyaimagine.